tunayo kozi ya sekretari, ambayo kozi hii kwa namna moja nyingine inawafundisha watu ambao ndio nguzo kubwa katika utekelezaji wa majukumu yetu, lakini pia hawa ndio walinzi wa ofisi zetu, lakini hawa ndio wachambuzi wa kwanza wa barua na taarifa zinazokuja katika maofisi yetu. Tunayo maswali ya msingi ya kujiuliza. Je, kozi za sasa za sekretario zinafanana na zile za zamani? Haya ni maswali ambayo sisi kama tasnia ya wasomi tunatakiwa tuyatafutie majawabu yaliyo sawa. Tumekuwa na uvunjifu mkubwa sana wa maadili. Siri za ofisi zimekaa wazi. Ulinzi wa viongozi haupo tena. Lakini yale ambayo yanakusudiwa kuwa ni asiri yako hadharani. Katika dunia hii ya digitali, tumeshuhudia siri za serikali zikiwekwa kwenye mitandao, lakini pia baadhi ya taarifa nyeti za watumishi, sio tu serikalini, hata kwenye maeneo binafsi, nazo zimekuwa hadharani. Ni wajibu wetu sisi tunaosimamia utumishi wa umma kuhakikisha kwamba masekretari na wale wanaohudumia ofisi, wakiwemo watunza kumbukumbu, wanaendelea kuwa wenye maadili mema, wanaendelea kuwa wasimamizi wema wa kulinda ofisi zetu, lakini pia wanaendelea kuwa wasaidizi wema wa kusaidia ofisi zetu kukua. Ni nia ya dhati ya chuo hiki katika uanzishaji wake kuhakikisha kwamba tunatengeneza utumishi wa umma wenye weledi unaweza kuzalisha kwa ajili ya manufaa ya nchi yetu. Kufanyika kwa mahafali ya leo ya Mbana-2 mwaka huu ni tukio, si tukio la kawaida tu, bali ni alama ya safari ndefu ya mafanikio, ustahimilivu na maendeleo ya miaka 25 ya chuo cha utumishi wa umma tangu kuanzishwa kwake kama wakala rasmi wa serikali. Jumla ya wahitimu 6,956 wanatoka kwenye kampasi zetu 6. Unaweza kuona hapa ni wachache, hawa ni wawakilishi wao, ambapo 2,713 sawa na 38% ni wanaume na 43,343 sawa na 62% ni wanawake. Miongoni mwao wahitimu 124 sawa na 100.9 watatunukiwa shahada ya kwanza, yani bachelor degree. Wahitimu 2,137 sawa na 30.7 watatunukiwa stashahada, yani honorary diploma NTA level 6. Wahitimu 2,077 sawa na 29.9 watatunukiwa stashahada ya ufundi, yani technician certificate NTA level 5. Mheshimiwa rasmi, napenda tena kupongeza wahitimu wetu kwa kufanikisha hatua hii muhimu katika maisha yao ya kielimu. Nawapongeza sana kwa bidii, uvumilivu, juhudi kubwa mlizozionyesha katika kufanikiwa na kufikia mahali hapa leo. Hongereni sana. Pamoja na kuendelea kutekeleza majukumu yake mbalimbali, kama nilivyoeleza hapa, chuo kinakabiliwa na changamoto mbalimbali. Nataja chache. Kwanza ni uhaba na uchakavu wa miundombinu, hasa kwenye kampasi zetu ambazo ni kongwe. Hii inaongelea habari ya kampasi ya Dar es Salaam, Tabora, lakini pia hata Mtwara. Mheshimiwa mgeni rasmi, miundombinu ile imechakaa kwa kweli. Ninaamini Mheshimiwa mgeni rasmi utaweza kutusaidia hilo. Naamini sana.